Wana Ushashambe Uswahilini. Jamani, tuko na kipenzi cha watu, kipenzi cha walembo, kipenzi cha wanawake wote wa mjini. Fundi kujua, jini mwenyewe, mimi napenda kumuita jini kujua jamani. Jini Makata. Mimi naitwa Sheikh Ushashambe, ni malkia wa Ushashambe Uswahilini. Kwa faida ya wana Ushashambe wakumbushe wewe ni nani? Naitwa Sonara Maneno Kibrando Junior, mfalme wa Kibokata, asali ya warembo, tamu ya mke wangu. Jini Mkata Kamba. Unaweza kuniita Jini Makata vile vile. AKA Subiani vile vile. Unavyotaka wewe na mimi nataka. Bwana, mimi nimeona mapokezi makubwa mno kwenye hili jambo. Unamwambia nini tajiri yako alokualika hapa usiku wa leo kuja kufanya naye kazi? Mimi nampenda tu kwa sababu amenipa kazi. Lakini pia namwambia kwamba amefanya shughuli kubwa sana. Nimezunguka sehemu nyingi, nimekuta shughuli kubwa, lakini pia ni moja ya shughuli kubwa sana ambayo sijaipatia mfano wake. Sijaiona mfano wake. Kiukweli watu wanakula, watu wanakunywa, watu wanasaza vinywaji vya kumwaga, chakula cha kumwaga. Shughuli imependeza kweli. Mimi nampa hongera, amejua kujipanga kiukweli. Tajiri kaweza. Tena sio kidogo, usiseme kidogo kidogo. Kaweza sana, zaidi ya sana. Unajua zaidi ya sana ameweza. Sababu watu wanakunywa, wanakula na wanajeuri ya kufanya chochote. Na bado vinywaji vipo. Mimi nampa hongera kwa hilo. Bwana, unajua Sonara wa Maneno, wewe ni mkongwe sana kwenye shughuli hizi, kwenye mambo haya. Mimi nataka kujua ni changamoto gani ambayo unapitia au ni tabia gani mbaya ambazo uzipendi kukutana nazo kwenye kazi yako? Changamoto zipo nyingi sana, lakini tabia ambayo mimi sipendi ni kumjadili mtu ikiwa humjui undani wake yuko vipi. Watu wengi tunapenda sana kujadili kitabu basi na kujua ndani. Kuna mtu mwingine anaweza kujadili labda fulani hakupendi kutokana na mtazamo wake yeye, lakini hakujui ndani yuko vipi. Ni kitu ambacho mimi kila siku napigana nacho, na ni kitu ambacho kila siku yani kinanikwaza, kwa sababu unapomjadili kifurani, lakini unapojaribu kumjadili kifurani uwe na uhakika na kile unachokisema, lakini mtu hana uhakika. Watu wengi wananiharibia kazi, umeelewa? Wanaharibu kazi sana, wanazungumza wanavyotaka wao kwa ajili ya kutengeneza sehemu nyingine. Sawa, mimi sijakataa, riski ni sehemu yoyote. Ukiona mimi sikufai, ukiona mimi sina kazi nzuri, mtafute mtu ambaye atakufanyia kazi nzuri, lakini mimi usilipe kazi mabaya kwa watu wangu ambao wananipenda. Hicho tu ambacho mimi kinanikera na nikilio changu sana ambacho kila siku mimi naongea. Na leo umeniuliza swali ambalo kila siku nikireketa katika moyo wangu. Hata leo kulikuwa na watu nimekuja kuambiwa kitu ambacho sijakitarajia. Watu wanaambiwa mchukueni mtu fulani, anasema fulani bana ana moja mbili tatu zaidi ya watu watatu. Kile kitu mimi kwa nini kama wewe hauna shida na mimi usiniharibie kazi yangu? Tafuta ule kuna wewe unaona kwako ni mzuri, mimi sikatai. Kila mmoja ana wakati wake. Mimi ni mkongo kwenye game, lakini siwezi kukataa kwamba wapo vijana ambao wanafanya vizuri, inawezekana zaidi yangu mimi au mimi nimewazidi. Lakini mimi siko kwa ajili ya competition, siko kwa ajili ya kushindana na mtu. Mimi nabaki na ukongwe wangu, nabaki na heshima yangu. Hivyo ukiona mimi mkongwe, siwezi kukuridhisha kwenye kazi yako. Usiharibiane kazi. Nenda, wewe unampenda, fanya naye kazi, maisha yanaenda. Lakini wasanii msitugombanishe kwa sababu ni njia ya kutugombanisha. Hilo leo ndio limelitoka na moyoni. Jamani, wana Ushashambe, Jini Makata leo ametoa sumu. Kwa kuongezea jamani, nyie mnaopenda kutia watu sumu, msiambukize uadui. Ukiamua kumchukia mtu, mchukie kwa nafasi yako, usilazimisha na mwingine amchukie. Ukiona anakufaa kufanya naye kazi, unafanya naye. Ukiona hakufai, bakia wewe ndo hakufai. Usimwambukize na mwenzio. Tunaita chuki maambukizi. Jamani Waswahili, muache chuki maambukizi. Si mnavyotaka ndo tunataka. Tunaotaka kufanya nao kazi tutafanya nao, wasiotaka wakae pembeni. Msiambukizane chuki. Hujalazimishwa kufanya na mtu kazi jamani. Jini kujua, mimi naomba uzungumze na vile vipenzi vyako, wale watu ambao wanatamani kufanya na wewe kazi, lakini wanaogopa labda tuseme kupitia hayo maneno wanaosikia kwa watu. Pengine yule mtu baya yule ana bei, kifulani anavimba. Sio mtu kufanya naye kazi ovyo ovyo mpaka uwe brand. Mimi naomba sema na ndugu zako. Bei inatokana na brand ya kazi na uzuri wa kazi, lakini mimi nawaambia vipenzi vyangu, mashabiki wangu wasiniogope. Mimi ni mtu wa kawaida na niko simple sana. Na ni mcheshi na napenda watu. Waje muda wote wafanye kazi na mimi. Mimi simcrush mtu na wala sina dharau hiyo. Wanaonijua ndio wanajua mimi ni mtu wa aina gani. Na ukitafuta baadhi ya watu watakueleza ushahidi wangu. Ila watu wa nje wanapenda sana kupika vitu ambavyo havihusiani na mimi. Waje wafanye kazi na mimi. Kazi kama ulivyoona, kazi nzuri, nafanya kazi nzuri, nitabaki kuwa mkongwe na nitafanya kile kibao kata ambacho kinapendwa na watu.
hicho tu. Ila mimi chengine ninachowaahidi, nawaahidi mambo mazuri zaidi. Kuna vitu vizuri zaidi vinakuja, vinapikwa muda si mrefu vinakuja. Mimi kwangu sio matusi, mimi nafanya kile kibao kata chenyewe asilia. Jamani, dhahabu haichafuki jamani, jini kujua anakwambia dhahabu haichafuki. Tuache chupi maambukizi. Karibu sana Ushashambe Uswahilini. Asante sana, nimefurahi pia. Madam, takuwa na kata